Waislamu wapendwa, ifike mahali tuambiane ukweli. Hakuna haja ya kubembelezana. Misikiti imebinafsishwa, misikiti inaendeshwa kama wanavyotaka watu. Sasa wewe Waislamu wapendwa ambao munaswali kwenye misikiti mbalimbali, naomba sasa tufanye kazi na nyinyi pamoja. Nyinyi Waislamu maratibu munaoswali swafu ya kwanza, swafu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na kuendelea, na waomba sasa tufanye kazi na nyinyi. Hii kazi ya Mungu naomba tufanye na nyinyi. Haya, tufanye na nyinyi kivipi? Mtakapomwona Sheikh Suleiman Mazinge amesimama msikiti wowote, amenyanyuka pale kwa niaba kutoa darsa na kuchukua nguvu kwa Waislamu kwenda kunusuru dini, kisha asimame mtu miongoni, labda ni kamati ama ni nani, whatever, aseme we kaa chini, hujaruhusiwa. Waislamu nyanyukeni na huyo mtu, nyanyukeni na huyo. Hivi kuna sababu ya sisi kutopewa fedha kutangaza dini hii? Hawa wanaotuzuia hawaoni Mungu anavyopigwa matusi kila kona, kila Jumapili? Mombasa yenyewe hii imezidiwa na makanisa. Hii Mombasa yenyewe makanisa ni mengi kuliko misikiti. Hapa Mombasa na vitongoji vyake misikiti ni michache, makanisa ni mengi. Mungu anatukanwa kila siku. Mungu ana mtoto, Mungu ana mtoto, Mungu Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Matusi yale mtu huoni. Kuna sababu gani ndugu yeye kutunyima sisi fedha kwenda kudhihirisha haki kwa watu? Waislamu wapendwa mnaosali kwenye hii misikiti, sasa simameni na sisi tutangaze hii dini. Kama kamati za msikiti waliona kuchangiwa, ama Waislamu, wala Waislamu waumini wanaoswali hawana shida na sisi kabisa. Wanaona kabisa Sheikh Mazinge anafanya dawa yake, tunaiona kwenye mitandao anafanya. Tatizo ni husda za wasimamizi wachache kwenye msikiti. Sasa roho mbaya hao watu imezidi eksesi, kwa sababu kwanza hela hawatoi hao kamati, wanaotoa ni Waislamu. Wao ni ile kusema green light, Sheikh Mazinge endelea, ni kazi ya Mungu wafanya, watu kuona endelea. Si hiyo inatosha? Hela utatoa wewe. Wewe unaumwa na nini? Kitu gani kinakufanya unaumwa? Waislamu wapendwa, mabakhili wako aina mbili ndani ya Qur'ani. Kuna bakhili ambaye hataki kutoa kwa ajili ya Mungu, yeye motoni ameamua kwenda tu, na kuna bakhili wa pili ni muovu zaidi kuliko huyo wa kwanza. Yeye hataki kutoa na anazuia Waislamu msikitini wasitoe. Huyu ni maluni wa wazi kabisa. Atoka muona na kanzu impiba pasi mpaka nje, akipita na katwa mara mbili. Huyu ni mtu wa motoni. Wewe kutoa utaki, na kwa nini unazuia Waislamu msikitini wasichange wakadhamini dini yao? Na wewe ukifatwa hutatoa, maana tukikufuata utoi, huwezi kutoa. Kwanza ukiangalia pale kwenye CCTV kamera, wewe ofisi yako iko juu gorofani, ukiangalia nani Mazinge, unasikia anampigia huyo secretary, mwambie hawako hapa, mwambie bosi hayuko bosi. Hutaki hata kutuona. Nikambe wa imani yako, nikambe sisi tumekuja kukusumbua, na sisi tumekuja kukusaidia wewe kazi siku ya kiyama usiulizwe. Lakini kwa kuwa si mcha Mungu wala Uislamu majukumu yake unajifanya huyajui, hamnazo, ndio maana hutaki. Waislamu wapendwa, labda niseme ama nizungumze kuhusu misikiti miwili. Ningeomba insha Allah taala Waislamu wajifunze kupitia misikiti miwili. Msikiti wa kwanza ni msikiti Musa pale Mombasa. Unaona msikiti Musa Mombasa, leo mimi nautaja na sijawahi kutaja msikiti wote hapa. Chairman wa msikiti ule nasema kwamba Mungu amzidishie kheri. Sitamtaja jina, lakini ningeomba nyinyi machairman wa misikiti yote Mombasa nzima, ebu jifunzeni kupitia huyu chairman wa msikiti Musa huyu, na roho yake ilivyokuwa nzuri. Huyu mwanaume sijapata kuona Mwarabu ana roho nzuri kama huyu mtu. Amenipa ruksa juzi nikachanga, tena aliniambia sheke, changa hela, tangaza dini ya Mungu, hakuna maswali mengi, unafanya twaona, changa. Na nikachanga. Kuna Muislamu akajitolea seti nzima ya vyombo vya dawa ya Allah. Simjifunze jamani kwa huyu mtu. Huyu mtu anajua kabisa mimi ni chairman, na mimi alhamdulillah Mungu amenipa neema ya mali, lakini mtaziacha hizi. Sasa dini ya Mungu inaendaje? Watu kule wanatolewa, wanakufurishwa. Ni majukumu yangu na yako na mwingine akatupatia nafasi mja wa Mungu huyu. Nyinyi Waislamu ambao mtakuwa mnatazama hii, naomba kila ukiswali huko uliko, uwe London, uwe Amerika, ukiwa Burundi, ukiwa Rwanda, na kuomba wakati unaswali tu, hebu mfanyie dua huyu chairman wa huu msikiti Musa. Mfanyie dua, mwambieni Mungu
Mungu amuondolee maradhi huyu kiumbe huyu, alafu Mwenyezi Mungu amjalie huyu mtu, Mungu mwenyewe amlinde kwanza kabla ya serikali. Mungu mwenyewe amlinde kwanza huyu mtu, alafu kama ana maradhi kwenye kiwiliwili chake, huyu chairman wa msikiti Musa Mombasa, nazungumzia Mombasa msikiti Musa, sizungumzii msikiti Musa ulioko kwingine, nasema Mombasa. Mungu amuondolee maradhi huyu mtu na amjalie neema, manake hicho alichokifanya ile kunipa ruksa tu mimi nisimame msikitini pale, hii ni wazi kwamba huyu mtu anaogopa Mungu na anaogopa kila idara ya majukumu ya Qur'ani. Maadamu ni Qur'ani imesema, huyu hana anachopinga. Mungu amzidishie huyu shekhe. Na imamu wa pili ama msikiti wa pili ambao ningependa kuutaja leo hapa, hata ulimwengu mzima waone, na nimesema ni msikiti wa Njoro Mariakani. Ukitoka Mombasa kama unaenda Nairobi, kuna mji unaitwa Mariakani, kuna msikiti pale unaitwa Njoro. Ngoja leo niutaje huyu imamu wa msikiti huu. Huyu nitasema huyu ni kama ule chairman wa msikiti Musa tu, ni kama huyu mtu ana roho nzuri, hatujapata kuona bwana. Imamu wa msikiti huu, roho yake, msikiti wa Njoro pale Mariakani, huyu mtu ana roho nzuri, hatujapata kuona. Ebu maimamu wote Kenya mzima na Mombasa nzima wangekuwa na roho kama ya huyu na huyu chairman huyu wa Musa, Uislamu ungekuwa mbali, Uislamu ungeenda mbali. Na mimi siwataji hawa ati kwa sababu mimi najipendekeza kwao. Hii dini mimi natangaza sio ya hawa watu wawili, mimi natangaza dini ya Mungu. Mimi nategemea malipo kutoka kwa Allah, sio kwa hawa. Lakini sasa hawa watu wana roho nzuri na inafaa iwe mfano kwa misikiti mingine. Misikiti mingine ukienda, we ni mtu wa dawa kama mimi, kwanza nalinganishwa na watu wa kuombaomba wa kawaida. Hiyo ndo akili yao ya kwanza ilivyokuwa mbovu. Lakini angalia msikiti Musa, nilichukuliwa special, shekhe ameingia. Chama nilipompigia tu simu akaniambia ni Mazinge huyo, yule tunamuona kwa mambo ya Freemason. Niliulizwa swali moja tu, shekhe unatakaje? Nikamwambia shekhe, mimi sina vyombo vyangu vimeharibika. Akaniambia msikiti huu hapa, wacha niongee na imamu na viongozi wenzangu, lakini tegemea inshallah we hiyo ishapita. Na ikawa hivyo. Sasa Waislamu wapendwa, nazungumza kwa sababu nasikia furaha nikiona viongozi wa dini wanaonesha mfano mzuri kwenye kitengo kilichokuwa muhimu cha dawa kama hiki. Na nyinyi ambao mko Mariakani, mko wapi na kwingine, mjifunze jamani kwa imamu huyu wa Njoro. Alafu kuna msikiti mwingine hapo Mariakani, huu msikiti hapo ukiingia Mariakani tu mkono wa kushoto hapa, huo nao pia maimamu wana roho nzuri sana. Huo msikiti nzuri sana. Ukiingia tu Mariakani, umetoka town Mariakani, ukiingia kuna msikiti unaitwa msikiti Nuru. Viongozi wa pale Mungu awajalie neema, na nawataja makusudi. Hata kama watasikia si shauri yao, siwasikie tu, kwani kuna nini? Mtu akifanya jambo jema bwana, unaambiwa mcheza kwao hutuzwa, mwambie. Kwa hivyo sasa tuigeni kwa hii misikiti mitatu, roho nzuri. Hatujasema kwamba kila mtu akija msikiti tu achangiwe, sio hivyo. Unaangalia huyu mtu anayechangiwa ni nani, ana umuhimu gani katika jamii, mchango wake kwenye Uislamu ni kiwango gani, ana ukweli kiwango kipi. Lakini si kila mtu mnamchukulia kwamba hafai kupewa gharama na Waislamu bwana. Kwa hivyo nitakomea hapa kwa siku yetu ya leo, lakini nasema tu kwamba misikiti ile ambayo imebaki wanatupiga vita, tungewaomba waache mara moja. Dini tunayoitangaza si ya kwetu wala si ya kwao, wale ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kunipiga mimi vita ni kumpiga Mungu vita, kwamba we hichi ninachokifanya mimi hapa we akikufai si sawa. Acheni komiti za msikiti kudhulumu mashehe, kudhulumu maimamu wa madrasa, kuwanyanyasa maimamu. Tabia hii muache. Na inshallah mada zinazokuja hapa mbele nilisema kwamba tutawahoji maimamu mmoja baada ya mwingine namna wanavyonyanyaswa misikitini, alafu nyinyi Waislamu waumini muyaingilie haya mambo. Kuna pesa nyingi zinakuja kutoka Arabuni humu misikitini, maimamu wanadhulumiwa, haziwafikii, zinaporwa na chairman na vice chairman sijui na nani na treasurer na nini, kwani ni kampuni. Aya, sasa kwa ulimwengu wa sasa wala hakuna ubaya msikitini kuwa na chairman,
vice chairman, secretary, sijui nani. Tutasema kwa ulimwengu wa sasa ni wa kisasa. Haya, tukubali. Lakini sasa mbona imamu fedha zinazoletwa kutoka nje zinakuja fedha nyingi, anazopewa kidogo? Nyinyi mwazichukulia nini hizo fedha? Kwa nini mnawaporea maimamu fedha zao? Kwa nini? Alafu hata hamna wasiwasi kabisa. Maimamu unawadhulumu, walimu wa madrasa mnawadhulumu, hamtaki kujua. Alafu na sheria juu kana kwamba jamani, nani aliyekufa akaenda na msikiti kaburini? Hii jamani, acheni hii tabia. Nyinyi ambao mmejenga misikiti, acheni tabia hii. Mtakufa na sukari zisizopona, presha zisizopona, kansa na vitu vya ajabu ajabu bwana. Haya magonjwa yote yanatibika haya, lakini kwa nini leo hayatibiki? Kwa sababu mengine ni adhabu kwa mambo tunayoyafanya. Kwa hivyo inshallah taala, Mungu ajalie kila neema, atupe mwisho mwema. Mimi nitakomea hapa. Ramadhani nafikiri inaingia kesho kutwa, tutakuwa na mada nyingi ndani ya mwezi wa Ramadhani, na tutakuwa na makongamano makubwa hapa Likoni kwanza, na bado tunaomba Waislamu michango yao iweze kuendelea ndani ya mwezi wa Ramadhani, na kuanzia sasa hivi michango tunahitaji ya kazi ya Mungu. Kila mhubiri wa Kiislamu popote alipo, anayetumia Qur'ani na Biblia popote alipo, Waislamu akiitisha hela, huyo mtu mpeni, mpatieni. Popote alipo ulimwenguni mpatieni. Hao ndo waliobaki wanaeneza nuru ya Uislamu, hao ndo waliobaki. Wapeni popote, awe Mumias, awe Malaba, awe Nairobi, awe London, awe Lamu, awe sijui wapi. Bora ni muhadhiri wa Kiislamu anatangaza Uislamu akitumia Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Mpokeeni kwa mikono miwili huyu mtu, alafu mumbebe kuliko hata mayai, kwa sababu hawa ndo wanaonesha nuru ya Uislamu. Ni hawa maustadhi wa madrasa, kazi yao, na maimamu kazi yao ni kusababisha hii dini ibaki, maana wao ndo wanawasomesha wale tuliowasilimisha, hao ndo wanaosomesha wale waliozaliwa kwenye dini, hao ndo wanaojenga imani na kuwasomesha watoto waliozaliwa kwenye dini. Sasa wakipuuzwa, tukipuzwa sisi na wale, ni maana yake hamuitaki hii dini. Inshallah, kwa haya machache ama mengi, Mungu atupe mwisho mwema. Namba yangu ya simu nafikiri mtaiona kwa skrini ikipita. Ama niitaje tu kwa namba yangu ya simu. Mimi ni Sheikh Suleiman Mazinge, mnanifahamu, na namba yangu ya M-Pesa ndio hiyo hapo, ni 0710 843 989 0710 843 989. Sasa vyombo tumepata, kilichobaki ni gari ya dawa, na gari ni 1,600,000. Gari ya dawa ninayoitaka kwa kazi ya Mungu ni 1,600,000 za Kenya. Hiyo ni sawa na dola 1,160,000. 1,160,000 za dola. Hiyo ndio gari ambayo tunahitajia, lakini kama ni vifaa, sasa Mungu amejalia Msikiti Musa wametupatia vifaa vya Mungu, na vifaa hivi si kwamba vinatangaza dini peke yake. Vinatangaza pia kusaidia serikali kuhubiri amani Kenya humu. Pia tunasaidia serikali kuhubiri amani, kwani sisi ni wa Kenya. Lazima tusaidie serikali kuhubiri amani. Amani ni lazima kila mtu asaidie. Hapa Kenya ni kwetu, tunakulia hapa. Ndio tukosoane kwa mambo ya dini, hii si sawa, hii ni sawa, lakini ikifika swala la amani, sote tuungane pamoja. Hao waongo na wakweli, sote tuungane pamoja, tutetee nchi hii yetu isivurugike na isiharibike. Inshallah nikomee hapo. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.